Naam, karibuni tena watazamaji wangu wa BM Daily Politics. Siku chache baada ya gavana wa Trans Nzoia County kukamatwa na kupelekwa kwenye ofisi za EACC kule jijini Nairobi, alishtakiwa na kuna kesi ambayo alikuwa ajibu mashtaka siku ya leo. Na mapema siku ya leo watazamaji wangu, gavana George Natembeya alifika kule mahakamani Milimani jijini Nairobi. Lakini baada ya yeye kufika pale, kuna fujo na vuta ni kuvute ambayo imetokea, ambapo maofisa wa polisi wamehusika kuwakamata wale wandani wa George Natembeya, wale supporters na marafiki wa George Natembeya ambao walikuwa wameandamana na yeye hapa mahakamani siku ya leo. Watazamaji, kabla sijaendelea zaidi, nataka niwapatie fursa mweze kujionea vile ambavyo mambo yalivyo sasa hivi pale mahakamani, ambapo gavana George Natembeya anaendelea kusikiza yale mashtaka ambayo alishtakiwa nayo kwa kutumia mali za umma vibaya, kuhusika na mambo ya corruption na visa vingine tu ambavyo aliweza kushtakiwa baada ya kukamatwa na maofisa wa EACC kule nyumbani kwake jijini Nairobi. Lakini mtazamaji wangu, kabla sijawekea ujumbe, ningependa kukuomba wewe mtazamaji, kama ndio mara yako ya kwanza kufika hapa BM Daily Politics na kuzitazama video zangu kwa mara ya kwanza, na kuomba uweze kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama hizo habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Kulikuwa na masharti ambayo mahakama ilitoa. Moja wapo ilikuwa ni kwamba nisiende kwenye ofisi yangu kwa muda wa siku 60 days. Ofisi yangu ni labda wanakaa ndio na county headquarters, ile tu ofisi ambayo nimekaa kama hiyo ofisi. Sasa nisingie pale, ningefanya kazi kwa boardroom ama kwa ofisi ya CEC moja ama chief officer ama hata ofisi ya deputy governor ningefanya kazi pale. Lakini mimi nimeamua kwamba nitafanya kazi huko mashinani. Tumejenga hizo office sub county administrators, ni nzuri, ndio mnaona ni nzuri sana. So nitakuwa nafanya kazi hapo. Kwa mfano leo niko kwenye sub county ya Kiminini na watu wa Kiminini wanakuja kuniona. Watu wa Kiminini wako na unique problems. So kama mimi ndio kwa headquarters, watu wanakuja kutoka all the sub counties, wanafika hapo, tunafika mali labda ndio tutaweza kuwa na wote. Lakini kwa sasa nachukulia masuala ya wakazi wa Kiminini. Siku nyingine pia nitakuwa kule town, kuna mahali nitafanyia kazi. Alafu nitaenda kule kwanza, nitaenda Saboti, nitaenda best na nitaenda kule serikali. Other than Saboti ambayo inakuja mpaka town, kama ni town na pale kuna facility nzuri sana za subcounty na wanafanya kama town. Hizo zingine zote kuna facilities kama hizi wao wanafanyia kazi wa nchi. Na kabla twende nitakuwa najua kwamba leo kama natakuwa hapa. Kwa mfano hapa wakati nilikuwa natoka Nairobi, nilikuwa natangazia kwa kipindi kama tanza kufanya kazi hapa Kiminini. Kwa hivyo wanajua kwamba kama na kwa vipi hapo Kiminini. Na pia mwanzo kama nilikuwa Kiminini, kuna jambo la dharura mpaka sasa kwa nini naweza kukuja. Bado watakuja tu hapa tutawafikia. Hivi karibuni nitakuwa na mkutano na CECs wamekuja hapa. Wani brief to the last 10 days kwa sababu ofisi kazi inaendelea namna gani. Maana licha ya challenge zote, na muhimu ni kwamba wanajua Trans Nzoia lazima wapate huduma na wanajua ndio sitafanya kazi. Wacha ile mambo mengine watu wengine wanasema reality iko hapa, na mimi najua niko na jukumu la kufanya watu kazi zaidi. Ile nisema ofisi ya governor iko mahali governor yupo. Hata nikienda kule kwa soko, hapo ndio ofisi ya governor itakuwa. Nikienda kule mbali pengine kwa mkutano, hapo ndio ofisi ya governor ipo. Ofisi ya governor sio jengo, ofisi ya governor ni service. Kesho nitafanya cabinet meeting, labda nitafanyia hapa ama nitafanyia kwa ofisi nyingine yetu kule mjini. Huduma inaendelea. Watu wasilete propaganda kwamba governor aliambiwa asiingie kwa ofisi kwa siku 60. Hapana. Mimi niko afisi. Ile physical office, ile space gavana huwa anakaa pale, governor's office, sitaingia pale. Labda kuna mama atakwenda kuangalia pale, na wako na freedom. Na mimi nimewaachilia sikatanyao kule for the next 60 days. Hiyo headquarter ya county ya Trans Nzoia. Sijakatazwa, lakini sitaenda pale ili watu wapate nafasi ya kufanya ile kazi ambayo wanataka.
wameifanya pale waangalie ili kweli bainike. Kama mtu angeniambia miaka 3 iliyopita kwamba kuna siku naenda mbingu, ningemwambia acha mchezo, but in life is insane. Watu wengi walikasirika kuliko mimi mwenyewe nilikasirika. I don't know why. Mimi nafikiri kwamba yale yalifanyika ni kama nilikuwa nayatarajia kwamba yatafanyika. So when it happened, ni kitu ambayo I think I was psychologically prepared for it. Na I wouldn't blame anybody. Mambo sasa iko kumekotini, watu watuone vile taenda. Ndugu zangu wananchi wa hawa very humble background. After wakati niambia, nikaa kidogo nikampigia baba yangu simu. Akaniambia bana, umechukua muda mrefu sana kupiga simu. Alafu akaniambia, yule mtu ambaye anafikiri anakutesa wewe, anajua maisha yako vile imekuwa kweli. Kama angejua, hata hangeweza kufikiria kwamba kufanya hivyo anakutesa. Na akasema in his wildest of imagination, he never imagined kwamba kijana yake siku moja atapanda atakuwa RC na achaguliwe tu na watu wa gavana. The most unlikely outcome. Na sisi mimi wakati ni sawa national government, nikapiga kule upeo wa national administration. Mimi nilimshukuru Mungu alinifikisha mahali ambapo wale people ambao wanaanza kama hiyo wanafika pale, because you start with 1,000 mko wengi sana, alafu ikifika pale tunabaki watu 800 tu. You can imagine how still the pyramid is. Service to the nation as far as I'm concerned. Na mtazamaji, kukamatwa kwa George Natembeya kulileta hali ya wasiwasi hapa nchini Kenya, ambapo wananchi waliingia kwenye maandamano kutoka kule manyumbani kwa Trans Nzoia County kule Kitale mpaka jijini Nairobi. Supporters wa George Natembeya walikuwa wamefunga barabara wakimtaka huyu gavana George Natembeya aweze kuachiliwa. Hatimaye aliachiliwa na ilikuwa ni furaha kwa wananchi kumuona ya kwamba bado yuko salama. Na sasa siku leo watazamaji wangu, huenda kuna fujo ambayo itashuhudiwa hapa, kwa sababu mara ya mwisho wakati George Natembeya alifikishwa pale mahakamani, wale supporters wake waliandamana mpaka pale ndani ya mahakama wakimtaka aweze kuachiliwa. Watazamaji, msiende mbali, kwa sababu nitakuwa naendelea kuwafahamisha na kuwaelimisha kuhusiana na haya matukio ambayo yanatendeka hapa mahakamani siku ya leo, ambapo gavana George Natembeya anaendelea kusikiza yale mashtaka ambayo yalimfanya yeye aweze kukamatwa na wale maofisa wa EACC. Kabla sijatamatisha watazamaji wangu, ningependa kuwakumbusha wewe mtazamaji, kama ndio mara yako ya kwanza kufika hapa BM Daily Politics, uweze kujiunga nami hapa kwa kusubscribe na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama hizo habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi.